Mmoja aliulizwa, unampenda wewe mkeo? Akasema naam. Hebu tueleze unampendaje? Akasema qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha, ana wahya ruhun wa qalbun wahidun, hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Moyo wangu ni wake na wake ni wangu, roho yangu ni yake na yake ni yangu, na mimi na yeye roho na moyo mmoja. Kinachomtosha mimi kinamtosha yeye, kinachomtosha yeye kinamtosha mimi, na yeye ni kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum, nyinyi ni mavazi yao na wao ni mavazi yenu. Nguo hivyo ilivyokukaa, ilivyokupendeza, imeganda, iko na wewe, haikubanduki, ndivyo alivyo mkeo wewe na yeye. Mnashare vitu muhimu sana ambavyo huwezi ukashare hata na mama au baba au mtu yoyote wakati. Anaacha nyumba yao, anaaja wazee wake, watu muhimu kabisa, anakuja kwako wewe. Ukija pale kuna hukuku, haki lazima mtekelezee yule, na yeye anaza kwako. Kwa nini usiwe mume bora anayeficha kile kitu chake, asiyekuwa msumbulifu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mzuri wenu ni yule mzuri kwa wake zake, na mimi mtume wenu ni mzuri kwa wake zangu. Ukiongea na mkeo uchagua kuwa selective wa kuongea naye, chagua maneno. Ukipokea simu sasa, kama hujapata mfundishaji, ndo nakufundisha kabisa hapa.